Kitu kilichosikitisha mimi miezi miwili iliyopita nimeona kwenye TV, namalizia hapa. Mchungaji kutoka Moshi anachangisha kanisa, kaja kasema maneno matatu tu, matatu. Kasema, wapendwa, Bwana Yesu anakupendeni sana. La kwanza. La pili akasema, leo anajua mmekuja na hela. La pili hilo. La tatu akamalizia, la tatu kabisa akamalizia, akasema atakayetoa atakuja kunyakuliwa na Yesu. Wallahi wabillahi kachangisha mpaka wanahesabu milioni 600. Milioni 600. Milioni 600. Tena nawaambia hapa ninapoongea nyinyi Yesu amumuoni, namuona mimi peke yangu. Eti Yesu anamuona peke yake, wengine hawamuoni. Kishki aje siku moja na hutuba tu, aje hutuba. Maana wale wao wananunua mpaka papai milioni 7 mpaka 8. Anasema Yesu aliniletea usiku, alinikuta nimelala, akasema hata alinunua ili anakwenda naye katika uzima wa milele. Alafu wote wanaitikia eme. Tena wana nidhamu. Mungu hawana, kitabu hawana, mtume hawana, pepo hawana, motoni wanakwenda na hela wanatoa. Anasema Yesu ameniletea papai. Papai linanunua paka milioni 4. Siku moja tu Kishki ajichanganya, aje na ndizi, aifiche huko. Alafu akasimama, asalamu alaykum waislamu msitoke, leo nimemwota Muhammad. Watu watamsubiria kwa sababu anajua kumwota Muhammad imo, watamsubiria tu shehe wao Kishki. La pili atasema, lakini amenikabidhi na ndizi, atakayetoa milioni 7 humu atakuja kumnyakua, atakwenda naye peponi. Utasikia funga milango. Yani watu wanataka dalili. Umekutana naye wapi mtume wakati shamba la ndizi alikuwa hana? Watu wanataka dalili. Huu ndio Uislamu. Allah anasema, inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin liul albab, kwamba Waislamu wana akili kutokana na kuenenda kwa mchana na usiku. Na ukiona siku ya kiyama mtu amekosa pepo, mwenyewe hakutumia akili. Kwa nini umeenda motoni? Alafu unaweza kuja ukapata bahati mbaya, maisha ya duniani yakawa hola, ukifika kaburini adhabu, ukifufuliwa na Allah fi nari jahannam. Duniani umekosa, kaburini umekosa, na akhera umekosa. Kulikuwa na haja gani ya kuja duniani? Kulikuwa na haja gani ya kuja duniani? Ni kuombeni, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe makosa yetu na madhambi yetu.